Kwa hivyo Ahlus Sunnati wal Jamaa wako katika mapote mengi, Mashia wako katika mapote mengi, watu wa tasawuf wako katika makundi mengi sana. Ukienda kule Afrika Magharibi, ukienda mpaka mashariki ya mbali kule Indonesia, ukija huku kwetu. Mimi binafsi nimekulia katika madrasa ya tariqa ambayo pengine hata wengine hawajawahi kusikia jina lake, at-tariqatu ad-Dandarawiya, ambayo asili yake ni Misri. Kwa hiyo tariqa ni nyingi na mirengo ni mingi. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sadaqa Allahu al-aliyyul azim. Al-ikhwata as-sada wal ulama, wageni wetu, masayid waliohudhuria, samahata Sayyid Ailarusi Alwi, mashekhe wote mliojaza meza hapa mbele kutoka maeneo mbalimbali ya nchi ya Kenya, lakini na mashekhe wote mliotoka nchi ya jirani ya Tanzania, wazee wetu, wakina mama na vijana, nyote kwa ujumla, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini vile vile tunamtakia rehma na amani bwana wetu mtukufu, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mada iliyosomwa mbele yenu inasomeka hivi: nguvu za mafuhumu potofu katika kupindua fikra za mwanadamu. Na mazingira ninayoyaona ya muda hautoshi kuwa mambo haya yatazungumzwa kwa tafasili, lakini insha Allah kwa kipindi hiki kifupi tutajaribu kuokoa muda kwa ajili ya wazungumzaji wengine kuweza kudokoa mambo muhimu, kuweza kuwasilisha hii mada husika. Lakini nawapongezeni nyote kwa kuweza kufika katika shughuli hii ya Bwana Mtume, kwa kusafiri kutoka maeneo mbalimbali kwa ajili ya kumwenzi Bwana Mtume, kwa kutoa gharama mbalimbali za fedha na za muda kwa ajili ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wanadamu wana mikusanyiko yao mbalimbali, mikusanyiko ambayo imejengwa kwa misingi ya itikadi, na hizi itikadi zinaweza kuwa ni itikadi za kidini, lakini vile vile inawezekana kabisa zikawa ni itikadi za kisiasa au itikadi za kiuchumi. Lakini wanadamu wanapokuwa katika mikusanyiko yao hujengwa na misingi fulani ya kiitikadi, na wengine huita ni ya kiideolojia. Katika itikadi kuna dini mbalimbali. Duniani leo hii wanakisia kuna zaidi ya dini 4,000, zikiwemo zile dini kubwa kama vile Uislamu, Ukristo na nyingine. Lakini ndani ya dini moja kama vile Uislamu mna madhehebu mbalimbali, yote yamejengeka katika misingi ya kiitikadi. Na kujengwa kwa madhehebu ndani ya dini moja ni ishara ya kuwepo na tofauti ndogo ndogo za kiitikadi ndani ya ile dini.
lakini vile vile hata ndani ya madhhabi moja na tofauti, kuna mirengo tofauti ndani ya madhhabu moja. Kwa hivyo Ahlus Sunnati wal Jamaa wako katika mapote mengi, Mashia wako katika mapote mengi, watu wa tasawuf wako katika makundi mengi sana. Ukienda kule Afrika Magharibi, ukienda mpaka mashariki ya mbali kule Indonesia, ukija huku kwetu. Mimi binafsi nimekulia katika madrasa ya tariqa ambayo pengine hata wengine hawajawahi kusikia jina lake, at-tariqatu ad-Dandarawiya, ambayo asili yake ni Misri. Kwa hiyo tariqa ni nyingi na mirengo ni mingi. Hali kadhalika kwa ndugu zetu wa Kristo, kuna Ukatholiki, kuna Uluteri, kuna Anglican, na kila siku kuna madhahabu mpya zinazalika. Lakini hata itikadi za kisiasa na za kiuchumi, itikadi kubwa tunazozifahamu ni itikadi ya kisoshalisti na kikomunisti, ambayo ina mrengo wake katika mambo ya kuendesha uchumi wa watu. Itikadi za kibepari za kiliberali ambazo ndo zinatawala dunia leo hii, na zenyewe zina mtizamo wake katika kuendesha uchumi wa watu na katika kuendesha siasa za watu. Lakini nukta muhimu katika haya yote ni kwamba kila mmoja katika hao anasema innama nahnu muslihun, sisi tunatengeneza. Kwa hivyo hata masalafi wale mawahabi wanaitwa as-salafia siku hizi, kuna mapote na makundi mbali yanatofautiana ndani ya usalafi wenyewe, lakini kila mmoja anasema innama nahnu muslihun, sisi tunatengeneza. Kwa hivyo mkiitwa nyie ni watu wa bid'a, ni kwa sababu anayekuiteni nyie ni watu wa bid'a kwa kufanya maulid anaamini kwamba yeye anatengeneza. Sasa kuamini kwamba wewe unatengeneza sio tatizo. Sasa Mwenyezi Mungu anasema ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kwa kuwa suala ni la yash'urun, inawezekana kabisa akaamini yuko katika haki lakini yeye haisi. Kwa hivyo hilo si tatizo. Tatizo kubwa ni pale unapoamini kwamba asiyekuwa wewe ni mufsid. Madhali anatofautiana na wewe, yeye anaharibu, wewe peke yako ndio unatengeneza. Wazee wetu kwa nini walishikamana na ukomunisti na usocialisti katika kipindi cha uhuru, kupigania uhuru? Ni kwa sababu ubepari uliwaganya watu katika makundi na matabaka. Wao walipokuja wakasema tunataka classless society, tunataka society ambayo haina matabaka, tunataka kupigania utu na ubinadamu, tunataka kufanya watu wote wawe sawa. Kwa hivyo wazee wetu kama kina Nyerere na kina Kwame Nkrumah wote waliamini kwamba ukombozi wetu katika kutengeneza haya mambo yalotusibu ya wakoloni mabepari ni kushikamana na usocialisti. Lakini vile vile Maprotestanti katika karne ya 15 na ya 16 kule Ulaya walipopambana na Makatoliki walisema innama nahnu muslihun, wanakuja kutengeneza kanisa lililoharibika. Na hivi ndivyo kila mmoja anavyoamini. Mwaka 1992 mtaalamu mmoja wa Marekani aliandika kitabu, kiko katika mitandao kwa lugha ya Kiingereza na lugha ya Kiarabu. Bwana huyu anajulikana kwa jina la Francis Fukuyama. Jina la kitabu Nihayatul Insani au Nihayatut Tarikh wal Insanul Akhir. Sasa tumefikia mwisho wa historia na sampuli ya mwanadamu wa mwisho atakayekuwepo ni huyu wa sasa hivi. Kwa maana gani? Kwa maana ya kwamba mfumo wa kibepari
wa uliberali ndio mfumo bora, haujawahi kutokea na hautotokea kamwe. Huo ndio mwisho wa historia ya binadamu, akiamini kwamba tumefikia kilele sasa cha uhuru wa mwanadamu, kiasi kwamba hakuna fikra mpya itakayozalishwa ambayo itakuwa ni bora kuliko uliberali huu unaotawala kwetu sasa hivi. Ukisema liberal economy, maana yake ni uhuru wa soko, na sisi tunaishi katika zama hizo. Demokrasia ni katika siasa za kiliberali, ambayo ndio bidhaa inayouzwa duniani kwa watu wote, na anaikataa anatizamwa kama ni mshenzi, kwa kuamini kwamba islah na kutengeneza kunapatikana katika jamii za kibinadamu kushikamana na itikadi ya mfumo wa kiliberali katika siasa yao na katika uchumi wao. Ndio utaona kuna nchi zimevamiwa, zimefanyiwa vituko, vikwazo vya kiuchumi kwa sababu wamekataa mfumo huu. Sasa hawa wote wanasema innama nahnu muslihun, sote tunatengeneza, tuko hapa kwa ajili ya kutengeneza. Na sisi Waislamu tuna vigezo viwili. Tunaamini kwamba mwanadamu mwenzako usipompata katika dini, yani hujampata katika dini yako, utamtafuta katika ubinadamu, utampata. Kama hapatikani katika dini, anapatikana katika ubinadamu. Kwa maana nyingine ni kwamba Uislamu haukatai kila kitu kwa kila mtu, na wala haukubali kila kitu kwa kila mtu. Uislamu unakubali baadhi ya mambo ambayo ni ya kibinadamu, na kuamini kwamba haya mambo ya kibinadamu si ya kibinadamu tu, bali ni mambo ya msingi ya Kiislamu. Kwa hivyo hiyo inakupa fursa kwamba unapomkataa mtu usimkatae jumla jamala. Anaweza kuwa na mambo ambayo ni mahimizo ya msingi ya dini yako. Uislamu unaamini kwamba asiyekuwa Muislamu anaweza kuwa mwadilifu, na ndio Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipowatuma Waislamu kwenda Uhabeshi, aliwaambia kwamba kule kuna mfalme ambaye hadhulumiwi yoyote mbele yake. Lakini alikuwa Mkristo, alikuwa ni katika Orthodox Church, lakini Mtume alisema hilo, na kwa hakika hakudhulumiwa. Hakuna sahaba yoyote aliyodhulumiwa. Lakini Uislamu unaamini kwamba sifa ya ukarimu sio sifa maalumu ya Muislamu peke yake, ni sifa nzuri ya kibinadamu. Ndio maana yule kiongozi wa kabila katika zamanul jahiliya aliyojulikana kwa jina la Hatimu Tai aliyekuwa mkarimu sana. Pindi ambapo mabinti zake walitekwa mateka katika vita wakati wa Bwana Mtume, kisha wakafika mbele ya Bwana Mtume, wakamwambia Bwana Mtume, sisi baba yetu alikuwa mkarimu sana, ilikuwa hamrejeshi mwenye kuomba, alikuwa anasaidia wasafiri, anafahamika kwa ukarimu. Mtume aliwaachia wale mabinti kwa sababu ya sifa ile ya baba yao, mtu ambaye aliishi katika zama za kijahilia na mtu ambaye hakuwa Muislamu, kwa sababu Uislamu unaamini kwamba ubinadamu ni jambo la msingi kabisa, na dini yetu imekuja kuhimiza ubinadamu, kuhakikisha ubinadamu unakuwepo na kuepuka uhayawani. Kwa hivyo kuna mambo ya kibinadamu ambayo ni ya msingi, lazima yawepo. Sasa mbali na kuwa katika dunia tunayoishi kuna wenye kupotosha wakiamini kwamba wanatengeneza na hawahisi hilo, lakini Qur'ani inatufunza kwamba kuna wenye kupotosha na wamedhamiria kupotosha, na njia inayotumika sana katika upotoshaji ni zile mafahimu, ni zile concept, ni zile dhana mbalimbali, ni yale maneno na istilahi ambazo zina maana chanya,
zinapotumika lakini kwa lengo hasi. Yani maana ni nzuri, lakini mtumiaji mwenyewe amedhamiria maana potofu. Na dunia imetufikisha hapo. Katika mambo mengi ambayo sisi tunayaandama na kuyafata ni mambo yaliyotengenezwa, mabongo yetu yakashawishiwa kwa sababu yana harufu nzuri, yanavutia, tukayakwaa mambo yale, na sisi tukawa ni wapiganiaji mambo yale bila kujua kwamba chini ya uvungu wa mambo yale pamefichwa dhana potofu, maana potofu na malengo potofu. Ndipo ambapo tumefikia sisi walimwengu, na hasa kutokana na itikadi zinazotawala dunia leo. Na mimi kwa muda mfupi huu nitagusia dhana moja tu, na kwa sababu muda hautoshi, na kwa sababu tunaishi katika kipindi cha uhuru unaoitwa uliberali, liberal economy, liberal society. Jamii zetu hizi ni jamii zinazopigania uhuru, zimeuziwa dhana ya uhuru. Ndio utaona watoto leo hii wadogo wamefundishwa kwamba hizi ni haki zenu, na hizi haki zenu mnaweza mkazidai kwa yoyote vyovyote vile, hata akiwa ni mzazi, hasa katika jamii zile zinazoitwa kuwa zimeendelea. Na tumewahi kusema katika moja ya majukwaa, liberty ni uhuru. Uliberali maana yake ni uhuru, lakini si kila uhuru ni uliberali, na wala uliberali si kila uhuru. Uliberali ni uhuru kwa mtizamo wa mabepari, na Uislamu nao una mtazamo kuhusu uhuru. Kwa hiyo tukifundishwa kwamba uhuru ni huu tu, alafu si tukauchukua kwamba ndio bidhaa pekee, tutakuwa tumeingizwa katika mafhumu za wengine na tumeiwacha ile mafhumu yetu pembeni. Kwa mfano, nchi zetu zinaitwa ni secular states, ni nchi ambazo si za kidini, na lengo ni nini? Kwamba watu wote wawe uhuru, na kwamba katika nchi zetu hizi tunaelezwa kuwa sisi wanadini tuna uhuru wa kuabudu. Tuna uhuru wa kuabudu, na serikali haina dini. Ni kama refa anaisimamia wanadini wafanye ibada kwa uhuru. Na kwa sababu kuna historia ya kukua kwa mfumo huu wa kiliberali ambao ulikwenda sambamba na kukua kwa mfumo wa secularism, ambao maana yake ni kutenganisha baina ya dini na maisha ya kila siku, baina ya mbingu na ardhi. Ni kuamini kwamba mwanadamu ndio center ya mambo yote. Hakuna haja ya revelation knowledge, wahai, hakuna haja. Ndio asli ya kukua kwa usekula. Sasa katika hali kama hii, tunapoambiwa kwamba tuna uhuru wa kuabudu, matarajio yetu yalikuwa kwamba yule mwenye ibada yake ndiye anayetakiwa atoe maana ya ibada. Lakini anayekupa uhuru wa kuabudu amekupa na maana ya ibada pia. Yani kakufinyia, kakugaia, akakwambia hii ndio maana ya ibada. Kwa sababu lau kama angempa Muislamu uhuru wa kusema kwamba haya, mimi nina uhuru wa kuabudu, ibada ni nini maana yake kwa mujibu wa Muislamu, angegundua kwamba habakiwi na chenchi. Yani ungemfilisi. Kwa sababu ibada ndio ile wa maumiru illa liyabudullaha mukhlisina lahuddina, kisha inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Haya, kuna wakati gani utaacha ibada wewe? Kwamba swala yako na amali za zote za hija na nyingine na uhai wako na kifo chako vyote vinahusisha ibada. Maana yake ni kwamba hutombakizia yule msekularisti chochote cha kukufanyia wewe, ikiwa wewe ndio utakayetoa maana ya ibada. Kwa hiyo kakupa uhuru wa kuabudu, lakini akakupa na maana ya ibada, kwamba ukienda sokoni wakati ule hauabudu wewe. Na ibada zinatakiwa ziwe kanisani, ziwe misikitini, na ziwe katika nyumba za ibada.
nje ya pale hakuna ibada. Na hivyo ndivyo tunavyoishi katika ulimwengu tuliokuwa nao sasa. Na utagundua kwamba ile maana hata ya jihadi iliyouzwa kwetu ambayo tunaifahamu sasa hivi, ukiitwa wewe ni katika mujahidin na wewe mwenyewe unaogopa. Yaani Muislamu kuitwa ni katika mujahidin, yeye mwenyewe anashtuka kwamba hapana, mimi bwana sie, kwa sababu tumefinyangiwa maana mpaka tukaelezwa kwamba mujahidi ni mtu mbaya. Lakini wale waliotengeneza dhana ya mujahid na mujahidin kuwa ni dhana hasi, wao walikiti nao, wakawatengeneza, wakawapa pesa, wakawaalika katika shughuli mbalimbali, bali waligaia mpaka misahafu. Nani anajua kwamba rais wa Marekani wakati ule Ronald Reagan alikaa na mujahidina White House akipanga mikakati ya kumuondoa Mrusi pale Afghanistan. Kwa hivyo walialikwa katika ikulu wa Marekani, wakakaa vikao na wakapanga mikakati ya kwamba namna gani watapambana pamoja. Akapewa pesa, akasaidiwa hata pale aliposema kwamba anahitajia Qur'ani, walichapishiwa Qur'ani. Takwimu zinaonyesha kwamba walipewa takriban bilioni $3 kuanzia mwaka 1979, ambapo ilikuwa ni pesa nyingi sana, lakini walipewa kwa ajili ya kupambana na adui wa Marekani. Na wakati ule Marekani alimtizama kwamba huyu bwana ni mkombozi wa nchi yake, akatangazwa hivyo, japo alikuwa akifanya kazi ya kukomboa vile vile maslahi ya Marekani. Sasa uhuru tunaouziwa sisi leo hii na neno zuri hili uliberali, na sisi tunalipenda sana, na ndio maisha yetu ya kila siku sisi tunakwenda nalo, na serikali zetu zinaendesha mambo kupitia hili. Ndilo lilotupeleka katika uhuru wa kuwa hayawani vile vile. Kwa mwanadamu yuko huru vile vile awe mnyama. Na neno hili hili katika mwaka 1960 mpaka 70 lilizalisha dhana mpya ya ajabu inayojulikana kwa jina la sexual revolution, sexual liberation, uhuru wa ngono. Nao ni uhuru, na ndio haya tunaishi leo hii, kwamba mwanamke yuko huru kuwa na wanaume zaidi ya mmoja, hali kadhalika mwanaume. Katika nchi zetu sasa hivi, sitaji majina, kuna nchi ukikaa na mwanamke miaka 2, hata kama hamjafunga ndoa, kisheria inatambulika ni ndoa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya uhuru. Hakuna haja ya mafungamano na dini. Yaani wakati huo Ukristo hautakiwi, Uislamu hautakiwi na dini nyingine, wakati ambapo ustaarabu wa mwanadamu hata alipokuwa katika dini za kienyeji alikuwa hachukui mwanamke kienyeji. Zile dini za kienyeji kama zilikosa vitabu kutoka mbinguni, hazikukosa ubinadamu. Ubinadamu ulikuwepo. Kule kwetu kuna kabila wanaitwa Waasu. Waasu wanajulikana kwamba ndio Wapare, kwa sababu wao hawajitambui kama Wapare, wao ni Waasu. Waasu wana ukoo unaitwa Mzirai. Asili ya ule ukoo Mzirai ni watu waliokuwa kwa lugha ya Kiislamu waliozini, alafu wakatengwa na jamii, wakapelekwa mahala, wakawekwa kwamba wasichanganyikane na jamii, ndio ukaitwa ukoo wa Mzirai. Haya ukienda kwa Wanyaturu utayakuta, kwa Warangi utayakuta, na makabila ya huku, kwamba ilikuwa mtu hawezi kuchukua mwanamke tu ikatambulika bwana. Lazima watu waitwe, waalikwe, watambue rasmi kwamba huyu ni mke wa huyu, kwa sababu ubinadamu ulikuwa na nafasi, na kama hakuna ubinadamu kinachobaki ni uhayawani. Sasa ikiwa dunia inatufunza kwamba hapa tulipofikia tunahitajia uhuru wa mtu kutumia maungo yake anavyotaka, na tumefundishwa kwamba mwanadamu alipoanza kustaarabika alianza kuvaa nguo.
akaanza kuvaa nguo za ngozi, za magome ya miti, za majani, za nyasi. Na kila anapovaa zaidi mwanadamu, ndivyo anavyokuwa mwanadamu zaidi, ndivyo anavyostaarabika zaidi. Swali, kwa nini mwanadamu sasa anavua nguo? Mwanadamu sasa anaendelea kuvua nguo, sio? Itafikia mahala zile nguo ndogo ndo zitabaki, na atatembea, hakuna atakayeshangaa, kwa sababu tunaamini kuhusu uhuru. Kuna maeneo duniani sasa hivi ukiingia pale kwenye anasa na ile starehe, unavua nguo zako zote. Kule watu wote ni sare, full suit, hawana nguo, na huo ni uhuru nao. Ndio maana leo hii kuna kitu kinachoitwa sexual tourism, utalii wa ngono. Na hauko mbali, katizameni Malindi hapa kwetu, katizameni kule Tanzania, ukanda wa pwani wa Waswahili wa Waislamu, utalii wa ngono namna ambavyo umeshamiri. Na wewe Mswahili unafurahia sana mzungu akija akikuchekea akikuchukua. Kumbe yeye hajaja kuangalia swala wala tembo wala wanyama, yeye amekuja kustarehe na watu aina mbalimbali. Na sisi Waislamu na Waafrika na pengine hata Wakristo tumebaki kuwa tunaita ni waongoza watalii, lakini ukweli hawa ni wengine, ni makuadi wa kuhakikisha wale watalii wanapata huduma zao, hasa katika ukanda wetu wa pwani, ambapo Mswahili alikuwa akiishi pwani, anavua samaki, anarudi nyumbani, anashusha madafu, anauza nazi zake. Sasa pamechafuka, kuna watu wanatembea uchi, hauwezi kulea watoto wako. Lakini kigezo nini? Uhuru. Na ndio hiyo sexual tourism, utalii wa ngono. Na sasa kwa ajili Wakristo wanatumia lugha kubatiza, kuyabatiza maneno, kuyapa hadhi. Sasa hawa watu ambao Mswahili akiwaita majina yake ni majina yenye kinyaa, anamuita kahaba, anamuita malaya ni neno chafu hili na kinyaa. Mtu akikuita kahaba amekutukana, kuita malaya amekutukana. Sasa dunia inaona kwamba kumuita mtu namna ile ni kama vile umemnyima haki zake, kwa sababu anachokifanya yeye ni haki yake. Kwa hivyo ile inaitwa sasa, wale wanaitwa ni sexual workers. Unajua ukishasema workers maana yake nini katika dunia tunaoishi? Akishakuwa ni mfanyakazi, lazima tuende sasa katika haki za mfanyakazi. Akishakuwa ni mfanyakazi rasmi, kuna haki za mfanyakazi. Kumuita wewe ni malaya ni kumtukana, yeye ni katika sexual workers, wako kazini. Na niliona taarifa fulani nikiisoma, inasema kazi hii ni nzuri kwa sababu haina ubaguzi wa msomi na asiyekuwa msomi. Yaani wote wana bidhaa ya kuuza. Lakini kigezo nini? Uhuru. Tunaposafiri na hawa mabwana kupigania uhuru, tujue kwamba malengo ni tofauti, safari zetu ni tofauti, na istilahi hizi zinatumika kwa ajili ya kuingilia uhuru wa mtu, sio kwa ajili ya kumpa mtu uhuru. Na mifano iko mingi tangu uhuru wa mwanamke katika mapinduzi ya viwanda kule Ulaya. Ndio utaona sasa sisi Waislamu na wasiokuwa Waislamu tumeshindwa kujua adui yetu halisi nani. Tunapambana wenyewe kwa wenyewe, lakini kumbe kuna adui wa ubinadamu ambaye ingepasa Muislamu na asiyekuwa Muislamu washikamane wote kwa pamoja kupambana naye. Hata uhuru kwa maana ya demokrasia hii ya vyama vingi ni katika funguo za kufungua milango ya nchi zetu, jambo ambalo sasa hivi wewe ukishakosewa wanakwenda kushtaki kule, na wao wanakuja kama wasuluhishi, lakini umewafungulia mlango wa kuingia. Na unapokataa wewe kutekeleza matakwa yao, wanamchochea yule wa pembeni kwamba nyanyuka, tutakusapoti upambane. Ule uhuru wa kuchagua kiongozi tunayemtaka ni moja katika njia
za hawa mabwana kuingia katika nchi zetu. Wakishaingia hasalimiki Mkristo, hasalimiki Muislamu. Hivi tunaamini kwamba mabepari wanawapenda sana Waafrika, wanawapenda sana Wakristo. Ubepari ulipoibuka kule Ulaya ilikuwa dhidi ya Ukristo. Mapinduzi ya Ufaransa yalikuwa dhidi ya Wakristo Makatoliki, na shiari yao ilikuwa uktulu akhir almaliki biam'ai akhir alqisisi, muweni mfalme wa mwisho kwa kutumia utumbo wa kasisi wa mwisho mlomuua, muweni kwao mfalme. Kwa hivyo makasisi na wafalme walikuwa kiuawa. Dini ilikanushwa na mabepari kule kwao kabla ya huku. Kwa hivyo asiamini Mkristo wa huku kwetu kwamba wazungu ni wazuri sana kwake na kwamba wanaweza kumfeva na kwamba wao wako kwa ajili, kama vile walivyokuja wamishonari kwa ajili ya kumsaidia. Hapana, sisi adui yetu kama Waislamu si Mkristo. Adui yetu ni shetani. Shetani akitamathal kwa Mkristo tutapambana naye kwa sababu ya shetani. Akiwa Mkristo ni adui yetu, pale natafanya uadui. Lakini kwa mujarradi wa kuwa ni Mkristo hawi adui wa Muislamu. La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an tabarruhum wa tuqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin. Mungu hakukatazeni kuwafanyia uadilifu. Kaeni nao vizuri, muishi nao vizuri na muwafanyie uadilifu Wakristo hao, kwa sababu hawana uadui kwenu. Tena wakiomba msaada wapatieni, na si Wakristo tu, hata wasioamini Mungu, hata mushrikin. Wa in ahadun min almushrikina istajaraka faajirhu hatta yasmaa kalam Allahi thumma ablighuhu ma'mana, kwamba mushrik akikutaka ulinzi na hifadhi mpe, na usikomee hapo. Tumia fursa ile kumwelimisha haki, lakini vile vile hakikisha unamfikisha katika maana yake, mahali pa salama. Sasa tunapoletewa sisi chuki za kidini, kwa mfano, kwani Ulaya ilisalimika na chuki za kidini? Marekani ilisalimika na chuki za kidini? Historia ya Ulaya imejaa vita vya kidini, watu wameuana, Wakristo kwa Wakristo. Na sisi ikiwa tutaazima vita vya wanasiasa katika nchi zetu tukavifanya ni vya kwetu sisi wanadini, yani vile vita vya wanasiasa tukavifanya mvyetu sisi, tukavivaa, halafu hawa maajenti wa mabepari wanapoingia hakuna atakayesalimika. Dini ya kibepari inasema hivi, dini ya kibepari ya kiliberali inasema hivi: hakuna rafiki wa kudumu, hakuna adui wa kudumu, bali kuna maslahi ya kudumu. Sisi tusiwe kama wale ambao Imamu Ali aliwazungumza katika Nahjul Balagha alipokuwa akizungumza na Kumail, akamwambia katika maneno marefu yalotangulia, maneno ambayo tunayafahamu sote: tusiwe ni hamajun raau, watu ambao ni wajinga wapumbavu, ambao wanafata kila sauti wanaoisikia wao, wanaifuata. Tuandamane, wanakwenda, tende hivi, wanakwenda. Na tumefikia hapo leo hii. Hebu tizameni mitandao leo hii katika vitu vya hatari sana, vya hatari sana. Hebu katizameni hii ChatGPT ambayo ukizungumza naye anaakti kama binadamu na kuuliza, unapomuomba akupe taarifa fulani, huwa anakupa ni mara chache, anakupa reference, hakupi marejeo, anakupa taarifa. Kama ni tafsiri ya Qur'an unaichukua tu. Hakuna hatari kubwa katika ilmu kama kupewa maarifa bila reference. Ni kitu kibaya sana katika ilmu. Ukishazoea kuchukua maarifa bila kujua yametoka wapi, nani kasema, tukishaua reference zote, atakayebaki nani?
ChatGPT ndio atakayekuwa marji, atakayekuwa ayatullah, atakuwa ni al-allama, atakuwa ndio anayetoa ijaza, atakuwa ndio anayefanya kila kitu, kwa sababu zile references tushaua. Na wapeni mfano, leo hii kuna watu wangapi wakiingia katika mtandao anatoa maelezo ya tiba. Kama una tezi dume, tumia kitu fulani, chukua koko za kitu fulani, changanya hivi na hivi na hivi. Alafu wangapi katika sisi tukishaona ile tunaenda kutekeleza? Unajua ametoa wapi? Ni daktari yule, amesoma nini? Mimi mwenyewe nikiamua kupanga maneno nikatengeneza pale tezi dume inatibiwa vipi, jamaa atakwenda kufanya. Hakuna atakayeuliza kwamba huyu aliyesoma ameyatoa wapi haya. Ile imani yetu namna ilivyokuwa kubwa pale. Sasa huku ndipo tunapokwenda sisi katika mazingira ambayo kwa hakika hatimaye tutadhani dini tunayo, lakini dini hatuna, imetoweka. Ndugu zangu, muda hautoshi, ningependa nisiendelee kuzungumza kwa kirefu sana, lakini nataka kusema Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi alihakikisha kwamba anawapa Waislamu mafhumu mpya na sahihi. Alijali sana kuhakikisha kwamba maneno hayatumiki kupotosha, na aliyapa maana pana na maana sahihi. Hii kazi alifanya sana Bwana Mtume, kwa sababu Mayahudi na wengine walikuwa wakipotosha kupitia misamiati, kupitia istilahi, na Mwenyezi Mungu alilikemea hili katika Qur'ani kwa aya nyingi pindi aliposema fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum faanzalna ala alladhina zalamu rijzan minas samai, mpaka mwisho wa aya. Yuharrifuna alkalima an mawadhihi, wakibadilisha maneno, wakiyatoa maana yake halisi, wakitoa maana ambazo wanazikusudia wao. Ndio utaona Mtume alikuwa akikaa na masahaba akiwauliza, atadruna, je, mnajua muflisi nani? Wasema muflisi ni yule ambaye hana mataa, hana pesa, hana property. Huyo ndio muflisi, amepoteza vyote. Mtume anawaambia hapana, muflisi sio huyo. Muflisi ni yule mtu ambaye alikuwa mwema hapa duniani, akamsengenya huyu, akamtukana huyu, akamfanya huyu vile, lakini siku ya Kiyama aliposimamishwa katika mahakama ya Mungu akaambiwa huna amali yoyote ile. Sasa la, Mwenyezi Mungu, mimi nimefanya hili na hili. Akaambiwa ulimsengenya huyu, ulimtukana huyu, ulipambana na huyu, amali zako njema zimechukuliwa, amepewa yeye. Na ikiwa haitoshi hiyo fidia, na zile zake mbaya zinakuwa za kwako mbaya. Mtume akasema huyu ni muflis. Mtume katika maneno mengi sana alikuwa akiwapa mafahimu sahihi na mafahimu mpya. Iyakum wa khadra ad-diman, ole wenu na huyu khadra ad-diman. Anaulizwa Mtume, ni nani huyo khadra ad-diman? Anasema almar'atu alhasna'u fil manbati as-su'i, ni mwanamke mrembo anayevutia, lakini ametoka katika familia chafu mbaya. Kwa hivyo angalia familia kabla hujaoa. Lakini ametengeneza istilahi mpya inaitwa khadhra'u ad-duman. Ni nani ashadidu? Mtume akaelezea ashadidu ni nani? Man malaka nafsahu inda al-ghadab, kwa sababu alikuwa akitaka zile mafahimu zisipotoshwe. Sasa ikiwa hii ina maana sana, maana yake ni kwamba sisi tunapaswa tusiwe bendera fuata upepo. Tusome kupitia maelekezo ya Bwana Mtume, kupitia maelekezo ya Imamu Ali pindi aliposema katika kundi la tatu kuna wale hamajun ra'au atba'u kulli na'iqin, wakisikia jambo wao wanalifata bila kuchambua, bila kujua. Yamiluna ma kulli rihin, ni bendera fuata upepo. La yastadhi'u binuri ilmi, hawawezi kufaidika na nuru ya ilmu, wala hawategemei ruknin ambayo ina nguvu, ina uhakika. Hawana marjiia, hawana reference. Tufahamu sisi Waislamu na Wakristo letu ni moja. Lau kama tukipambana, tutawapa mabepari nafasi zaidi kupambana dhidi yetu, kuchukua rasilimali zetu, kutudhulumu sisi. Haya ni katika mafunzo ya maulidi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nas'alullaha al-auna wat-tawfiqa lima
yuhibbuhu wa yardah innahu waliyyu tawfiq wa bihi nasta'in walhamdulillahi rabbil alamin.